asifiwe. Kama nilivyokusha kujitambulisha awali, naitwa Mama Gracious. Kipekee namshukuru Mungu sana sana, amenitendea mambo makuu. Nina ushuhuda wa mambo mengi kadha wa kadha ambayo Mungu amenitendea, lakini kwa leo kutokana na muda naomba nishuhudie jambo moja tu. Halafu lingine nikipewa tena muda nitashuhudia. Kwanza kabisa namshukuru Mungu sana. Kabla ya kufika mahali hapa nilikuwa nasumbuliwa na shida ya miguu, kiuno pamoja na tumbo. Nimehangaika kwa muda mrefu sana wapendwa. Nimeumwa sana kwa muda wa mwaka mmoja. Nimekuwa nikihangaika hospitali, nimeenda hospitali nyingi, nimepimwa vipimo vingi, nimehangaika sana. Baada ya hapo, wakati nahangaika nikaenda hospitali moja. Nilipoenda hospitali, bahati nzuri nikakutana na daktari ambaye ndio admini wa hapa. Nikaenda nikapima, niko na watoto wangu. Nimepima vipimo vyote. Daktari akasema mbona hamuumwi? Nikamwambia daktari, haiwezekani tusiumwe familia nzima, hebu tupima vizuri. Labda vipimo havijacheki vizuri. Daktari akasema vipimo ndivyo vinavyoonyesha. Nikasita kidogo. Nikasema nimehangaika namna hii na leo tena nimekuja hospitali tena, alafu leo siumwi. Daktari akanishauri akaniambia, mtumishi, nikwambie kitu kimoja. Nakumbuka hatufahamiani wala anijui. Nimeenda tu hospitali kama ninavyoenda hospitali nyingine. Akaniambia nikushauri, inawezekana labda ni mambo mengine ya kiroho. Hebu njoo siku moja uje kanisani kwetu. Basi nikasikiliza sauti ya mtumishi wa Mungu na mimi nikachukua hatua. Nikamwambia kwani kanisa liko wapi? Akaniambia liko hapo Mkolani, TANESCO. Basi nikachukua hatua siku moja nikaja hapa kanisani. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Nilipofika mahali hapa, hata yeye mwenyewe alikuwa hajui kama nakuja. Nilipofika siku hiyo ya kwanza, kwa kweli namshukuru Mungu sana. Alimgusa mtumishi wake nabii, akanitolea unabii, akasema kuna dada mmoja yuko hapa ana shida. Ana roho ya kukataliwa, anateseka sana, na ni kweli hiyo roho imenitesa. Niko nyumbani kuanzia kwenye ndoa yangu mpaka kazini. Nimekuwa nikiteseka sana, hiyo roho imeniandama ni miaka mingi. Na nilikuwa namuuliza Mungu, hali kama hii mpaka lini? Mbona hii hali inakuwa inanitesa? Na sio hivyo tu, mpaka mwenyewe nashangaa nikijiangalia najiona mbona nimezeeka? Mbona ni mzee? Mbona najiona siko kama nilivyokuwa? Lakini sina wa kumueleza. Nikikaa huku nyuma nishakata tamaa. Ndani ya nyumba nimeshavurugwa. Familia tena yaani mambo ya Mungu tulikuwa tumeshaweka pembeni kabisa. Lakini nikakaa mimi na mume wangu, migogoro haiishi, familia haiko vizuri. Yaani kwa ujumla tulikuwa tumeshaingiwa na changamoto nyingi za maisha. Lakini namshukuru Mungu, baada ya nabii kutoa unabii huo, na ni kweli kuanzia pale nikaanza kufunguliwa. Nilipoenda kazini nikaona utofauti kabisa. Kila mtu akawa ananiona mzuri, ananipenda. Nikasema kwa kweli namshukuru Mungu, amenirejeshea tena ile neema. Kwa kweli Mungu alinirejeshea hiyo neema na nimeiona na mpaka sasa ipo. Baada ya hapo tukaendelea kuomba. Nikaja wiki ya kwanza, wiki ya pili. Mtumishi akasema kama kuna mtu ana shida, haja anione private siku ya Alhamisi. Kwa kweli na mimi nilikuja nikamwona mtumishi. Nilipomuona tu akaniambia, naona unasumbuliwa na shida ya kizazi. Na ni kweli wapendwa, nimehangaika sana hospitali, nimeteseka. Nimeenda hospitali mpaka daktari akafika mahali akaniambia inabidi uende kwenye kipimo cha mwisho cha MRI. Hicho kitu kiliniumiza sana roho. Nikasema MRI, nikakaa nikarudi nyumbani nikamwambia mume wangu, nimeambiwa niende kwenye hichi kipimo cha mwisho kabisa, ukiacha CT scan, ultrasound, hichi kipimo ndo cha mwisho. Mtumishi mmoja ngakutana naye mwingine akaniambia, mtumishi usiende kwanza kwenye MRI. Wengi wakienda huko wanakuwa warudi. Hebu mlilie Mungu, ngangana na Mungu. Hii itakuwa ni roho. Kwa kweli nikawa nimechukua hatua, naomba, lakini imani yangu ilikuwa ishashuka miguuni, haijapanda, imani ilikuwa chini. Nikasema kweli Mungu ataniponya tena kwa hili ninavyoteseka, miguu mizito, kiuno. Yaani nikitembea kama tuko watu 8. Nasema ni hali gani? Ilileta shida sana mpaka kwenye ndoa yangu. Basi baada ya hapo kwa kweli nilipomwona nabii alivyonieleza, akaniambia unatakiwa ufunge siku 3. Nikamwambia mtumishi, siku 3 siwezi. Naomba nipunguzie makali. Basi akaniambia basi tupunguze kidogo dozi. Nikamwambia Mungu, mimi nina vidonda, nitaweza kweli? Sijawahi toka nizaliwe, nitafungaje hizi 3? Nitakufa mimi. Lakini Mungu alivyo ajabu, kwa kweli nikaweza kufunga kuanzia ile Ijumaa. Nikamwambia Mungu, sasa na Zaburi ya
Zaburi ya 105, nakumbuka Zaburi ya 105 mstari wa 4 anasema mtakeni Mungu na nguvu zake. Mungu nikamwambia Mungu nakutaka wewe na nguvu zako kwenye huo mfungo siwezi. Kwa kweli nilimuona Mungu. Nikamwambia Mungu naomba univike uweza kutoka juu. Peke yangu siwezi, mfungo ni mkali. Mungu nisaidie. Kwa kweli wapendwa, naomba niwaambie, ukiamini utii ni bora kuliko dhabihu. Nilivyoamini tu nikachukua hatua. Kwa kweli nikamwambia mume wangu hakuna kulala, ni kuomba mpaka nihakikishe hii roho imeondoka, nateseka sana. Alafu nikaona namwambia mume wangu hakuna anayejua ninavyoumwa zaidi ya Mungu peke yake. Maana ilifika wakati mpaka mamangu alikuja kuniuguza naumwa. Akasema hivi unaumwaga nini? Itabidi tu tufanye namna urudi nyumbani, unakuwa unaumwa sana, tutoke huku Mwanza kuja kupenda hali ya hewa. Basi mama wangu akaniambia anyway, lakini hebu tuendelee kumwamini Mungu. Kwa kweli kile kipindi mpaka mamangu anakuja kuniuguza, anamwambia mume wangu mimi hakuna anayeweza kuelewa ninavyoumwa, mimi peke yangu ndo ninayejua. Kwa kweli hiyo siku ilikuwa Jumamosi, baada ya mfungo ilikuwa Jumamosi. Nikaenda mjini nikarudi, lakini wakati narudi nikampigia mama mchungaji, nikamwambia hivi kanisani patakuwa wazi? Akaniambia pamefungwa, lakini ukitaka unaweza ukafunguliwa. Kweli nikaja hapa nikaomba. Nilipoomba kwanza ile siku nilianza kumuona Mungu. Nadhani wana praise wenyewe wanaweza kuwa wana ushuhuda huo. Mungu nilimuona wakati wana praise hapa. Kwa kweli nilianza kufunguliwa. Ile Jumapili mtumishi wa Mungu akasimama hapa. Akasema kuna mtu ana shida kwenye tumbo la uzazi. Waliokuwepo wanakumbuka. Na ni kweli ile siku wapendwa, katika Kristo Yesu, ile siku Mungu amenifungua. Mungu ameniweka huru. Mungu ameniponya. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Mungu awabariki sana watumishi wa madhabahu hii. Mungu awatunze, Mungu awape maisha marefu. Sasa na Zaburi ya 91. Neno la Mungu linasema kwa kuwa umekaza kunitumikia nitakuridhisha kwa maisha marefu. Nami naamini leo Mungu ataenda kuniridhisha kwa maisha marefu na atawaridhisha pia watumishi wake.